Karibu katika channel yetu ya Luis Music, channel inayohusiana na content za kuhusu kinanda. Kama wewe unapenda kuja kuwa mpiga kinanda bora siku moja, napenda kukushauri hii ndio sehemu pekee ambayo utaenda kujifunza kinanda kwa haraka zaidi na kwa ufasaha zaidi. Karibu sana katika channel yetu hii ya Luis Music. Usisahau kusubscribe pamoja na kulike ili kutuwezesha sisi uweze kupata kazi nyingine. Siku ya leo tutaenda kujifunza mambo yafuatayo. Tutaenda kujifunza namba za mziki kwenye key C. Tutaenda kujifunza herufi za mziki. Tutaenda kujifunza mazoezi ya vidole ambayo hayo mazoezi yatakusaidia wewe kama ni mtu unayeanza beginner kujua kinanda kwa uharaka zaidi. Na pia nitaenda kukupa ushauri gani, ni namna gani, ni mbinu gani ambazo uzitumie wewe kama mpiga kinanda ambayo unaanza kujifunza ili uweze kujua kinanda kwa uharaka zaidi. Twende sasa kwenye kipindi chetu cha leo tukajifunze. Kama nilivyokwisha kuambia, leo kitu cha kwanza ambacho tutaenda kuanza nacho, tutaenda kujifunza kuhusu namba za mziki kwenye key C. Kipindi kilichopita nilifundisha herufi za mziki. Ambazo hizo herufi za mziki utaenda kuangalia hicho kipindi ujue kuna herufi ngapi za mziki, ikiwemo herufi C. Sasa tukija kwenye kinanda chetu hapa kwenye key C, leo nitafundisha key C, namba za mziki kwenye key C. Unaweza ukawa unasikia ukiwa wewe ni mpiga kinanda unasikia hapo nenda 4, hapo nenda 5. Usiwe na wasiwasi, leo utaenda kujua kila kitu kuhusu hizo namba za mziki. Tukija kwenye kinanda chetu hapa, kama nilivyokwisha kuambia kwenye kipindi kilichopita, C yetu, noti C ni ukiangalia kwenye hizi batani mbili nyeusi, ile batani ya kwanza chini yake ndio kuna noti C. Kama unavyoona hapo. Na ukishapata noti C ni rahisi sasa kupata noti nyingine, kwa sababu kama tunavyojua ukitoka C unaenda D, ukitoka D unaenda E, ukitoka E unaenda F, ukitoka F unaenda G. G ndo herufi ya 7 na ya mwisho ya mziki, ambayo ukitoka G unakuja A, ukitoka A unakuja B, ukitoka B unakuja C. Hizo nilishakusha kukava kwenye kipindi kilichopita. Kwa hiyo naomba kama haujaelewa ukapitie kipindi kilichopita. Sasa kwenye key C ambayo ndo hii hapa, ufunguo C ndo hii hapa, tutaenda kujifunza do re mi fa sol la ti do pamoja na namba za mziki. Kama tunavyoona hapa, do re mi fa sol yetu itaanzia kwenye noti C ambayo ndo hii hapa. Hii ndio do yetu ambayo ukisha do re mi fa sol la ti do ti la sol fa mi re do re mi fa sol la ti do ti la sol fa mi re do. Tunaona kwamba hapa kwenye key C tulivyoipata hii key C hapa ndio do yetu. Kwenye hizi batani mbili nyeusi kwa chini yake ndo key C, ambayo hiyo key C sasa ukishaipata ndio inakuwa do yetu. Sasa hapa hauruki noti hata moja hizi nyeupe. Ambapo tunaenda re. Naona sijaruka noti nyeupe. Mi fa so la ti do. Na ukitaka kuhakikisha zaidi hii ni do, utaangalia tena zile batani mbili nyeusi kwa chini yake imekuja tena. Na ndivyo inavyojirudia kuanzia huku mwanzo mpaka huku mwisho wa kinanda, ambapo tunaona tena hapa hivi do re mi fa so la ti do, do re mi fa so la ti do. Ndiyo namna inavyojirudia kuanzia hapa kwenye mwanzo wa kinanda mpaka mwisho wa kinanda. Ukifika do unaanza tena hapo do mpaka do nyingine huku hivi. Ndiyo hivyo.
Sasa kitu kingine ambacho nitaenda kukufundisha, nimesema nitaenda kukufundisha kuhusu herufi za mziki. Hizi herufi za mziki, kuna herufi 1 mpaka 7 za mziki. Hizo ni herufi unaweza ukawa unasikia kama umeshawahi kuhudhuria mazoezi ya wanamziki, unaweza kusikia mfano nenda namba 2 hapo, nenda namba 3 ukawa uelewi. Napenda kukutoa wasiwasi kwa kuwa ndio nitaenda kuwafundisha kila kitu. Sasa kwenye hizi do re mi fa sol la ti do wamezipa tena jina kinamba. Maana yake ni kwamba do itakuwa ndio namba 1, re itakuwa ni namba 2, mi itakuwa ni namba 3, do re mi fa itakuwa namba 4, so itakuwa namba 5, la itakuwa namba 6, ti itakuwa namba 7, alafu tunakuja tena kwenye do namba 1. Kama tunavyoona sasa kwenye kietu C, tukija kwenye kietu C hapa tunaona kwamba hii C yetu ambayo ndo do itakuwa ni namba 1, ambayo hii ni D au re itakuwa ni namba 2, mi au E itakuwa ni namba 3, fa itakuwa ni namba 4 au F, G itakuwa ni namba 5 au so, la itakuwa ni namba 6 au A, mi itakuwa ni namba 7 au B, do itakuwa ni namba 1. Napo tunarudi tena mwanzo, tutaendelea mpaka mwisho wa kinanda kama tulivyoona. Hivyo ndo namna ambavyo wanazipa namba kwenye kietu C. Tuko kwenye ufunguo C, ndo namna namba zinavyoenda kwa namna hiyo kama tunavyoona hapa. Na sasa leo kitu kingine ambacho nitaenda kuwafundisha kuhusiana na mazoezi ya vidole. Haya mazoezi ya vidole yatakwenda kukusaidia wewe kama ndo mpigaji, ndo mara yako ya kwanza au hujui chochote kuhusu kinanda. Haya mazoezi yataenda kukusaidia wewe kuelewa kinanda kwa haraka na kuweza kupiga kinanda kwa haraka. Yataenda kukusaidia kufanya vidole vyako viweze kuwa vyepesi, ili wewe kama ndio mara yako ya kwanza uweze kupiga kinanda kwa haraka zaidi na kujua kinanda kwa haraka. Haya mazoezi yetu yanaanza kama ifuatavyo. Tukija kwenye kinanda chetu hapa, tunakuja kwenye do ambao ndo C yetu hapa. Umeona ambayo tunaita ufunguo C. Haya mazoezi ni ya kwenye ufunguo C kama tunavyoona hapa. Kwa hiyo yako kama ifuatavyo. Do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Kama wewe ndo mara yako ya kwanza kuona kinanda au kushika kinanda, mazoezi ambayo utaanza na mazoezi, utaanzia hapa kwenye C mpaka kwenye G. Hilo ndo zoezi la kwanza ambalo utatakiwa uanze nalo, ambalo tunasema tunaanzia kwenye 1 mpaka kwenye 5, au tunaanza kwenye do re mi fa so. Kwa hiyo tunaanza kwenye do mpaka so kama tunavyoona hapa hivi, ambazo zoezi letu litaenda kama ifuatavyo. Utaanza hapa kwenye C au moja yako au do yako hivi. Ili zoezi utakuwa unalirudia, unaweza ukafanya kuanzia dakika 10 mpaka dakika 20.